Sijui kama umekuwa ukifahamu ya kwamba namna ambavyo unafikiria na mfumo wako wa kufikiria ndio unaamua maisha ulionayo. Ukiona mtu ameamua kuwa mfanyabiashara, ni matokeo ya namna anavyofikiri. Ukiona mtu ameamua kujiua, ni matokeo ya namna anavyofikiri. Ukiona mtu ameamua kuvunja ndoa, ni matokeo ya namna anavyofikiri. Ukiona mtu ameamua kuolewa, ni matokeo ya namna anavyofikiri. Ukiona mtu ameamua kuresign, kuacha kazi, ni matokeo ya namna ambavyo anafikiri. Fikra ni nyenzo ya muhimu sana kwenye maisha yetu, na pengine tunahitaji kujua sana namna ambavyo mchakato huu unafanya kazi kwenye akili zetu, ili tuweze kuona namna ambavyo tunaweza kujiboresha na maisha yetu yakaendelea kuwa bora zaidi. Leo nataka ni kuonyeshe mifumo miwili ya kufikiri ambayo sisi wanadamu huwa tunaitumia sana. Na pengine nitakapokuwa na kuonyesha hii mifumo miwili, unaweza ukajifanyia tathmini binafsi ya kwamba wewe ni mfumo upi zaidi unafanya kazi kwenye maisha yako. Na pengine kama utakuwa ni mfumo bora, basi uendelee kuimarisha. Lakini kama utakuwa ni mfumo dhaifu, basi utafute namna ambavyo unaweza kubadilisha na kuhamia katika mfumo ambao utakuwa bora, ili uweze kuwa na matokeo mazuri na kuishi maisha yenye ustawi, amani na furaha. Mfumo wa kwanza wa kufikiri, kwa lugha nyepesi tunasema ni mfumo wa fikra wa nyeupe na nyeusi, black and white. Na katika mfumo huu wa fikra, huyu mtu au muhusika, yeye kwenye mambo yake na namna ambavyo anachukua maamuzi, huwa anakuwa na pande mbili tu, kama unavyoona sasa. Kama sio nyeupe ni nyeusi, black and white, na anakuwa hana namna nyingine tofauti na hizo pande mbili. Na kitaalamu hii inaitwa ni dichotomous thinking. Ni mfumo wa kufikiri unaoweza kuitwa kwa lugha hiyo ya kitaalamu, dichotomous thinking. Lakini ndio tunaweza kusema ni black and white thinking, ama mfumo wa fikra wa nyeupe na nyeusi kwa tafsiri ambayo sio rasmi. Labda nikupe mifano ili uweze kuelewa mfumo huu wa kufikiri. Huu ni ule mfumo ambao pengine kama ni mtu anaenda kuomba kazi, anakuwa na mawazo haya mawili kwenye akili yake, kwamba nikikosa hii kazi nitakuwa maskini daima, au nikifukuzwa hii kazi nitakuwa maskini daima. Manake pale ana pande mbili tu, ama kupata kazi ama kuwa maskini daima. Au pengine kama ni mzazi, labda ana kijana wake pengine yuko shuleni, anakuwa na namna hii: asipofaulu huu mtihani, basi ni huyu mwanafunzi ni mzembe, hakufanya bidii. Kwa hiyo kuna mawili tu, either kufaulu mtihani au kama ni kufeli, basi haukufanya bidii. Black and white, hana nyingine tofauti na hivyo. Kwa mfano mtu wa namna hii basi anaweza kukwambia kwamba kwa kuwa hapokei simu zangu, basi hanijali. Kwa hiyo ikiwa tu huyu mtu hapokei simu, basi kwake ashapata jibu ya kwamba hamjali. Watu wanaokuwa na mfumo wa namna hii wa kufikiri ni watu ambao mara nyingi wao binafsi wanakuwa makini sana kwenye vile ambavyo wanavifanya, wasije wakakosea, kwa sababu anajua akikosea basi ndo mambo yameishia hapo. Hii ndio sifa yao ya kwanza nzuri, kwamba wanakuwa makini sana na wako very sensitive kwenye vile ambavyo wanavifanya. Lakini madhaifu ya mfumo huu wa kufikiri, mara nyingi sana watu kama hawa ni watu ambao wanakata tamaa. Manake kama jambo likitokea kinyume na walivyofikiri, basi wanakata tamaa kabisa. Ama ikitokea pengine labda kwenye kile ambacho wanakifanya kinakuwa kinaenda kinyume na namna ambavyo walitazamia. Kama anaenda kuomba kazi, akikosa ile kazi, basi anakuwa hana tena nguvu ya kwenda kufanya jambo lingine, kwa sababu kwake ni black and white. Pengine watu kama hawa wanaweza wakawa na migogoro pia na kwenye jamii na mahusiano yao na watu, kwa sababu pengine labda anaweza akasema huyu mfanyakazi ameshindwa kufanya kazi vizuri kwa sababu ni mzembe, lakini kumbe pengine yule mtu alikuwa na changamoto kadha wa kadha ambazo zilimsababisha akashindwa kuifanya ile kazi kwa wakati. Au mwanafunzi pengine palikuwa na sababu nyingine zilizomsababisha kufeli nje ya kuwa mzembe. Kwa hiyo hawa watu wanaweza kawa pia na mikwaruzo ama kutokuwa na mahusiano mazuri na watu waliowazunguka. Lakini ni watu ambao mara nyingi wanakosa ubunifu, kwa sababu wakikwama ni wamekwama, si watafutaji tena wa njia nyingine ambayo inaweza kuwasaidia. Kwa hiyo mfumo huu wa kufikiri kwa namna hii, pengine unaweza ukawa na faida yake, maana yule mtu anakuwa makini sana kwenye vile anavyovifanya, lakini una madhara makubwa yule mtu anapokwama, kwa sababu anapokwama basi kunakuwa hakuna tena jambo lingine ambalo linaendelea.
na tuna baadhi ya watu wengi sana wanatumia mfumo huu wa dichotomous thinking wanapofanya maamuzi yao, mfumo wa black and white, nyeupe na nyeusi, na wengi wamekata tamaa, wengi wameziachilia fursa, wengine wamejifikia mahali wameacha hata mambo ambayo pengine walikuwa tayari wameshayatazamia na kuangusha maono. Lakini mfumo wa pili ambao kwangu binafsi mimi naona ni bora zaidi, huu tunasema ni mfumo wa kufikiri kwa usawa. Mfumo wa kufikiri kwa usawa, ama tunasema ni gray thinking kwa lugha ya kitaalamu, pengine unaweza ukaitwa hivyo kwa tafsiri ambayo sio rasmi, ni mfumo wa kufikiri kwa kijivu. Lakini pia kwa lugha ya kitaalamu inaitwa ni dialectical thinking, mfumo wa kufikiri kwa usawa, dialectical thinking. Kwa nini tunasema ni kufikiri kwa usawa? Maanake huyu mtu anakuwa hana pande mbili kama yule wa mfumo wa kwanza. Huyu anakuwa anazo pande tatu. Kuna kupata na kukosa, lakini hapa katikati kuna kuwa na kitu kingine ambacho sio cheupe wala sio kijivu, sio nyeusi, lakini ni kijivu. Ndio maana tunasema mfumo wa kufikiri wa kijivu, gray thinking. Pengine huyu mtu anaweza akawa anatafuta mbinu nyingine zaidi ya zile ya yale matokeo ambayo pengine yanaweza yakaonekana. Kwa mfano, watu ambao wanaweza kuwa na mtazamo huu, yeye anaweza kusema namna hii: pengine huyu amefeli huu mtihani si kwa sababu ni mzembe, lakini pengine inawezekana shule aliyokuwa anaisoma. Kwa hiyo unaona tayari ameshatafuta kujua, kufikiri kwa usawa, amepima kushoto na kulia, akaona pengine kuna kitu kingine hapa. Anasema hakupokea simu zangu si kwamba hanijali, lakini pengine inawezekana hajatoka kwenye kikao, maana aliniambia atakuwa na kikao leo. Unaona, amepima pale, ameweka mizani, akaona inawezekana sio nyeupe na nyeusi, lakini inawezekana kuna kitu kingine kimejitokeza hapa. Mfano mzuri wa hawa watu, ama mfano mzuri wa watu wanaotumia mfumo huu ni Nelson Mandela wa Afrika Kusini, aliyekuwa rais wa Afrika Kusini wa kwanza. Nelson Mandela aliwahi kusema sentensi ya namna hii ya kwamba kwake hakuna kufeli, manake kuna kushinda ama aidha kuna kujifunza. Kuna kushinda na kuna kujifunza, hakuna kufeli kwake. Manake unaona nyeupe na nyeusi, kushinda na kufeli. Lakini anasema no, kwangu kuna kitu kingine hapa kinachoitwa kujifunza. Manake pale ambako anafikia kwenye jambo ambalo nyie mnaona amefeli, lakini yeye kumbe amechukua fundisho pale na anaweza akatafuta namna nyingine ya kwenda mbele zaidi. Hii mbinu bwana ina faida nyingi sana, na mfumo huu wa kufikiri una faida nyingi sana. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu wanaofikiri kwa mfumo huu sio wepesi wa kukata tamaa, kwa sababu wanapofeli hawaweki kufunga ya kwamba ndio tayari nimefika mwisho, lakini mara nyingi wanaamini kuna jambo lingine pia naweza kufanya, au kuna njia nyingine naweza kufanya. Lakini faida ya pili wanaweza kuipata hawa watu wanaokuwa kwenye mfumo huu, mara nyingi wanakuaga wabunifu sana, wanakuaga creative sana, kwa sababu kama huku wamekosa, huwa sasa wanakuwa wabunifu kutafuta njia nyingine, mlango mwingine na namna nyingine ya kuweza kupenya kutoka kwenye yale maangamizo ama kwenye yale magumu ambayo wamekutana nayo. Lakini pia ni watu ambao wanakuwa na mahusiano mazuri sana na watu, kwa sababu wanajua kuzibeba hisia za watu, wanajua kupima hisia za watu na kutafuta uhalisia katika zile hisia zao. Kwa hiyo anaweza sikulaumu, kwa sababu atapima, ataona kweli inawezekana hii kazi ameharibu, lakini si kwa sababu yeye ni mzembe sana, nafahamu kazi nyingine amefanya vizuri, lakini inawezekana muda tuliompa haukumtosha. Kwa unakuta ni watu ambao mara nyingi sio walalamikaji, sio watu wa kulaumu, ni watu ambao wanaweza wakawa na mahusiano mazuri sana na watu, na mahusiano yao yakaenda mbali zaidi, kwa sababu mara nyingi wanaweza kupima vitu kwa usawa na kuja na majibu ya usawa. Lakini mara nyingi zaidi sana, faida nyingine wanaipata hawa watu, mara nyingi sana wanakuaga na mbinu, wanaweza kuyatatua matatizo yanayowakabili, kwa sababu wanapokutana wale matatizo, kwa sababu ya ubunifu na kutokata tamaa, wanaweza kuzalisha majibu mahali ambako panakuwa hapana majibu, wanaweza kutengeneza njia mahali ambako hapana njia. Mifumo yote miwili ya kufikiri ni mizuri, lakini ni vizuri zaidi ukajifunza kuwa na mfumo wa kufikiri kwa usawa. Jambo lolote gumu linapotokea kwenye maisha yako, basi usifunge ya kwamba ndio tayari mwisho umefika, au pengine labda ndio maana yake hakuna maana tena hapa, lakini jitahidi kuwa mbunifu kutafuta tena njia nyingine katika hilo eneo ambalo unaliendea. Tuna mfano mzuri, tuna mstari mmoja kwenye Biblia ambao unajumuisha hii mifumo miwili ya kufikiri, na ni kitabu cha Mithali mlango wa 24 na mstari ule wa 16. Biblia inasema,
Kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Hiyo ni Mithali mlango wa 24 mstari wa 16. Hapa anakuonyesha makundi haya mawili. Kundi la kwanza ni huyu mwenye haki ambaye huanguka mara 7 akaondoka tena. Unajua hili ni kundi lipi? Ni hili kundi la pili, wanaofikiri kwa usawa. Hata wakianguka wanaona hapa sio mwisho, bado kuna namna naweza kufanya, atainuka tena. Akianguka tena anaweza kutafuta njia nyingine, anatafuta kwa usawa, anapima, anainuka, anaenda. Lakini huo mstari anamalizia kipande cha pili, anasema bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Maana yake sasa ile kundi la kwanza, black and white, akianguka basi kwake ndio mwisho. Hakuna tena njia ya kuweza kuinuka, hakuna tena njia ya kuweza kusonga mbele. Sasa mimi natamani nikuulize, wewe maamuzi yako unayoyafanya, au unapoendesha biashara zako, unapoendesha mipango yako mbalimbali, huwa mara nyingi sana unatumiaga mfumo upi? Ni ajabu sana hata ujifahamu ni mfumo gani ambao unautumia. Sasa hebu jaribu kupima maamuzi yako ambao uliwahi kuyafanya yakakugharimu, au maamuzi ambao uliwahi kuyafanya yakawa na matokeo mazuri. Ulitumia mfumo upi kuyafanya hayo maamuzi? Lakini mimi ningekuwa ni wewe sasa, ningewekeza nguvu kubwa kujifunza mfumo wa pili, mfumo wa kufikiri kwa usawa, kupima kila jambo kwa umakini kabla hujalitolea maamuzi, au kabla haujaamua kulifanyia conclusion ama hitimisho kwa namna ambavyo utalifanyia hitimisho. Mimi nakutakia kila laheri katika kuboresha mfumo wako wa kufikiri, na ukaendelea kuwa na matokeo mazuri zaidi, na akili yako ikakusababisha kuendelea kuwa bora hapa duniani, lakini katika maandalizi ya safari yako ya kwenda kule mbinguni kwa Baba, ambako tunakwenda kuandaliwa makao ya milele. Asante sana.